Mbona tunajiona sisi ni wazuri kuliko wengine? Walimu tunajiona sisi ni wazuri kuliko wengine? Tunaona wazazi wengine ni wazuri kuliko wale wengine, tunawapagua. Wafanyikazi tunaona wengine na Kwa nini? Si zote ni mali ya nani? Ya Mungu. Na hii mali ya Mungu tumeona Mungu anashughulika nayo katika somo letu la Injili. Kwa sababu amesema nani anaweza kuwa na kondoo 100 na moja apotee? Anaacha wale wengine 99 ama 99 huko jagwani, anaenda kutafuta hapa amefanya nini? Amepotea. Na akimpata anapatwa na furaha kubwa sana. Hata anafanya karamu. Mimi nilikuwa nafikiria wanakula vinono na virojorojo kwa sababu kondoo aliyepotea amepatika. Sasa nilikuwa nafikiria sasa kondoo amepotea, alafu mpate ufanye sherehe, utumie pesa nyingi kuliko bei ya ile kondoo amefanya nini? Lakini Yesu Kristo akipenda huu mfano alikuwa na maanisha ya kwamba yeye anashughulika na maisha yetu. Ambia mwenzako Kristo anashughulika na maisha yako. Wewe mwambie Kristo anashughulika na maisha yako. Hata ndio kumwambia na vile unapenda kudanganya. Mwambie na vile unapenda kudanganya. Mwambie hata wewe mdanganyifu. Mwambie acha kumuogopa. Hata wewe mdanganyifu, Kristo anashughulika na maisha yako. Sitaki kusema hata wewe mwizi. Mungu ni mwema. Unajua kuna watu wanaibaga wanasema nikuchukua mabibi wanaibia bwana zao, wanasema nikufanya nini? Nikuchukua. Lakini wakati mwingine tunanyamaza. Unajua siongei na nguvu, wakati mwingine tunanyamaza kwa sababu akina mama wengine wanatuibia sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Hiyo hamkusikia na ni vizuri hamkufanya nini? Kwa hivyo Kristo anashughulika na maisha yake. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Tusikae na upweke. Tusikae sasa tunasikia kwamba Bwana ametuachilia. Hata wakati mambo inaenda segemsege. Hata wakati unaona maisha imetusukuma kwa kona. Bado Kristo anafanya nini? Anashughulika na sisi. Kristo akipenda huo mfano, sitaki kuongea sana mfano wa pili, mama ambaye amepoteza senti 1 kwake. Nataka kuongea na huo mfano wa kondoo. Kondoo huyo alikuwa amepotea. Uliza mwenzako na usimjibu asikujibu Alikuwa anajua amepotea. Swali ya kwanza. Mwambie mwenzako. Simwambie wewe ukiona huwezi ukiona huwezi kuuliza swali yote ama ushiki vile fadha anauliza, ndipo naona maisha inakupeleka vile inakupeleka. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Uliza mwenzako maswali, muulize. Huyo kondoo alikuwa amepotea, alikuwa anajua anatafutwa. Swali ya pili. Huyo kondoo alikuwa amepotea, alikuwa amejua amepotea. Adela mwambie kuna uwezekano. Mwambie kuna uwezekano wewe ni kondoo amepotea. Hello, if you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, clap your hands. Mungu ni mwema. Kuna uwezekano kondoo anapotea, hakuwa amejua amefanya nini? Amepotea. Kuna uwezekano alikuwa anapotea akitafuta lishe. Mungu ni mwema. Lakini akajikuta ako peke yake. Kuna walimu wengi sana wamepotea maishani. Na hawajui wamefanya nini? Wamepotea. Huyo kondoo alikuwa anatafutwa. Maybe kuna uwezekano hakuwa anajua amefanya nini anatafutwa. Lakini mwisho alipatikana. Ambia mwenzako, wewe umepotea. Mwambie wewe umepotea na kuna unatafutwa, utapatikana tu. Mungu ni mwema. Lakini nataka uishike katika maisha ya kiroho. Tuko pamoja? Kwa sababu kuna mwingine unaweza umwambie ukweli, kumbe amepotea kwake. Mungu ni mwema. Aase kuishika na nia nyingine. Hello?
Unajua kuna maybe kuna wengine walipotea vile shule zimefungwa, wamepotea na watoto. Na wako wapi? Wako hapa. Hata hiyo unatafutwa. Utapatikana. God is good at all the times. Kwa hivyo Mungu anashughulika na maisha yetu. Na hata ukiona nimerudia narudia na tarudia tena na tena. Hata wakati unaona kule mbele hakuko sawa, bado Mungu anafanya nini? Anapatikana. Na wewe unafikiria hujapotea. Jiulize, nafanya nini ili nikae katika maisha ya Bwana? Kwa hivyo sio wote wamepotea, kuna 99. Tuseme sisi zote tuko miongoni wa 99. Na tuko katika maisha ya Bwana. Tunafanya nini ili tusipotee tena? Mwimba Zaburi katika Zaburi ya 127 anatuambia ya kwamba we be courageous to trust God in the midst of our troubles. Let us trust God. We desire God to be in our presence. Kuwepo kwa Mungu maishani mwetu. Halo? Mungu ni mwema. Na Mungu akiweko maishani mwetu, hata tukiwa watoto, tukiwa wazazi, majukumu yetu yapata kujukumika na kuwajibika vilivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tuwe nani? Mungu awe maishani mwetu. Ambia mwenzako, pokea Mungu. Pokea Mungu. Kwani unamwambia you are not ubebelezi yeye, mwambia pokea Mungu. Na ukiona amelala unagoga kidogo, pokea Mungu. Pokea nani? Ukipokea Mungu, yale mashida tunakuaga nayo anafanya tushinde tukilialia, tukinongonenga ngwe. Kwa hakika haitakuwa kitu maishani mwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hata tukiwa tunafanya nini, ikiwa kazi yangu naitekeleza kwa vile kwa njia ambayo inatakikana, maisha yangu ya imani naitekeleza kwa njia ambayo inafaa, nimetia nguvu zangu, hata wakati ambapo hapa na pale na Teresa kidogo naanguka napotea, tumeagana na nimewahakikisha ya kwamba Mungu anaendelea kutafuta. Na Mungu akitupata anakaa ndani yetu. Tutakuwa na furaha, tutakuwa mashujaa kusema ya kwamba jinsi Paulo alivyosema akiandikia Wagalatia 2:20, sio mimi naishi, lakini Kristo msulubishwa ndani yangu na amefufuka anaishi ndani yangu. Sio mimi naishi tena, ndiye ndiratura na Kristo uratura. Ngai ni mwega. Rorocio ngĩmwĩre ni Mungu anaishi ndani yangu. Ngai ni mwega. Unajua ukitaka kumwambia vizuri bila kiburi, usiangalie sura. Unajua wengine wako na sura baya. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Sasa anashindwa hii sura baya Mungu anaishi. Ukiona mtu mwingine ako na sura baya, sio yeye ako na sura baya, ni usura baya uko ndani ya, tunaita projection. Tumsifu Yesu. Mungu ni mwema. Ni wewe unaona vibaya, aona vizuri kwa sababu Mungu anaishi ndani yetu. Na tukiwa Mungu anaishi ndani yetu, Mungu anatutumia. Na tutikie kutumika. Waharimu tunatumiwa na Mungu kwa ajili ya kukuza na kutuza hawa watoto. Inaitagwa E C D E. E again inamaanisha are. We ongea kama unaongea na mtoto mdogo. Ale ti education. Ate hebu sema tena. Ali. Wakili unashindwa kusema hivyo. Daktari unashindwa kusema hivyo. Mungu ni mwema. Tuseme zote. Unajua mambo ya watoto ni mambo ya wana. Tutakia wana tukimalizia. Sema ali child development and education. Ni gani nakuja mbele? Ni gani nakuja mbele? Ingine ya pili?
Na hizo zingine za mwisho ni gapi? Development and education. Which come first? Which come first? You develop those children before you educate them. Without developing them, you cannot educate them. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi kama mlikuwa makini sana, hawa watoto walikuwa na dasi utukufu. Na wote wako, by the way, wote hawatoshani. Sio kwa size ya kushika. Kuna kengine kalikuwa kanafanya kama mwalimu. Mwalimu akitupa huku atoti hia, nao kanatupa atoti hia. Mungu ni mwema kwa sababu ilikuwa atoti hia, atoti there. Atoti hia, hebu semeni atoti hia, atoti there. Atoti hia, adoagima. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Because once of all, I develop them, I develop, alafu wafanya nini? Awafundishe. Kuna kati yetu, Mungu ni mwema, tukipewa hiyo class dakika 5. Unajua tuko wapi Tuko nao ni kazi the teachers. Niwaambia point Tupewa hao watoto, tukae na wao. Nyinyi wafanyikazi wa county, uwaambiwe hata hiyo CD. Ukae nayo tu asubuhi mpaka saa 4. I'm telling you, si watoto watalia, watoto watalia hata wewe na utoe makama. Mungu ni mwema. Kwa sababu tunalia, unashindwa ni nini utafanya. Halo? Lakini hawa walimu ni walimu wa ajabu sana. Wanafanya maajabu. Hebu pigieni walimu makofi. Wanafanya ni watoto ni walimu wa maajabu. Na unajua walimu nyinyi, I'm encouraging you. Nyinyi mko mbele sana. You hold the authority of the children. Halo? Nyumbani, hao katoto wakifanywa kitu, kanaambia dadi na mami, nitaenda kukusema kwa mwalimu. Kanaenda kufanya nini? Kusema kwa nani? Kwa teacher. Nitakusema kwa teacher. Kuna wakati nilikuwa na shule, huwa napenda kupeana simulizi na huwa napenda kusema haya mambo nimejua. Ndipo ukiitwa father mjinga unikujie. Kwa sababu nasemaga haya mambo nimefanya nini? Nimeona. Kuna wakati mwingine watoto walikuwa wanabishana. Unaona uko nje. Sasa katoto kingine kajoin shule yetu. Kakasema, unajua tulikuwa nyumbani tunaenda likizo. Katoto haka kaniambia shule yetu iko, by then hatukuwa na basi. Shule yetu iko na basi. Na akamwambia, yetu haina basi, lakini shule yetu ni ya Mungu. Halo? Kwa sababu kakiniona nikiwa na kasoko. Kanasema ni nani? Sasa katoto kakompea basi na Mungu, ni gani shule mzuri? Ni ya nani? Ni ya Mungu. Alafu wengine, mzee mwingine akaniambia nimekuja kuona Mungu. Unajua kuna kanisa Sasa huyo mzee hakuwa anataka kuomba, alikuwa anakuja late, na wakati mwingine wanafanya makelele na mama. Katoto kakamwambia, vile unakelelesha mama na vile unakosa kuomba, nikienda shule nitaambia nani? Mungu. Halo? Sasa katoka koja kaniambia, unajua dadi, wakati mwingine anafanya makelele, hanunui vitabu na anakosa tuombe pamoja. Nikakaambia, uende umwambie nimemuonya na asirudie. Na akirudia kuna mambo mabaya itamuku. Sasa katoto kapeleka ujumbe. Kakaambia dadi, nilikusitaki kwa Mungu na Mungu akasema, hello? I want you to listen the story. Sasa unajua kuna kanisa. Yule mzee alifikiria katoto kaliingia kwa kanisa kakaambia Yesu kwa tabanako. Tumsifu Yesu Kristo. Mzee akaacha pombe na mzee akaanza kuomba pamoja. Mungu ni mwema. Kwa hivyo watoto whatever they run kwetu, yale wanasoma, it shape their life. It shape their life. Kwa walimu ambao tuko na wao, usione ni kazi ni gumu, na niwaambie, na nasemea hapa kwetu kauti. Mungu ni mwema. Kazi ya walimu sio kazi. Kazi ya walimu sio nini?
kazi ya walimu kwa sawa ECDE ni wito. Ni nini? Ni wito kama upadre. Ukiwa unafanya kazi hii ulipwe, you are at wrong place. Mungu ni mwema. Kopa pesa, weka biashara. Huko ndipo mtu anapata pesa. Lakini wewe ukiwa mwalimu, chukua ni wito. Yale kazi ambao mnafanya, hakuna mtu anaweza walipa. Tumsifu Yesu Kristo. Walimu wewe, ile kazi mnafanya hakuna mtu anafanya nini? Na very interesting, sijaisikia mgomo ya walimu wa chekechea. Halo? Mungu ni mwema? Makofi kwa walimu tena. Umesikia mgomo ya watoto wa walimu wa chekechea? Hata wametokea na plakas, hatujalipo watoto kadi na wao, wekeni daycare, hojani nini? Walimu, Mungu ni mwema. Na wakati mwingine ndio nalipwa kwa vibaya. Tumsifu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kwa sababu kazi ya walimu wa chekechea na walimu wa primary, lakini tuotana hao wa primary. Wa chekechea kwa sababu nyinyi tuko na nyinyi hapa, ni wito. Na ukiwa na kuna wengine ukisikia ile chekechea uko na ugumu, ama nyinyi wazazi unasikia mtoto analalamika, sitaki teacher Eunice, sitaki Ruse, teacher Moni, mimi ni Monica, teacher Moni anafanya, wewe mzazi muombe. Kwa sababu hao walimu wakiitwa kuna aina tatu. Kunaye ameitwa na akaitika, makofi kwake. Kunaye mwingine amejiita, makofi kidogo. Na kuna mwingine amesikia echo. God is good. God is good. God is good. Wewe hapa Mungu ukiwa mzazi, mtoto wako asiende kwa mwalimu amesikia echo. Akutana na mwalimu ambaye amefanya nini? Ameitwa. Ni wito wa walimu. God is good. God is good. God is good. Walimu umeitwa. Na upande huu roho ananiambia, unajua mchungaji wa Mungu anakuwa na roho. Upande huu ananiambia kuna watatu wa eko. Mungu ni mwema. Halo. Mungu ni mwema. Tuwaombe Mungu aitane tena kwa sababu walisikia eko, walisikia eko. Wakasikia kuna itano, lakini sio walikuwa wamefanya nini? Wameitwa. Tuko pamoja. Kuna watano hapa wa eko. Kuna 6 wa kujiita. Mungu ni mwema. Na mase utaenda nao sana wa kujiita, hataenda sana wamejiita. Upande huu kuna waeko 3. Mungu ni mwema. Upande huu unaona amekaa na watoto. Hapo hakuna wa kujiita na hakuna eko. God is good. Hello? Hapa hakuna wanajituma. Tuko pamoja. Kwa sababu mwalimu wa chekechea ni wakujituma. Tuko pamoja. Kwa sababu ukisikia watoto wamesikia samahani, usikie watoto wanataka kwenda haja na hujapata haja, wewe ni Mungu ni mwema. Kwa hivyo watoto wakipata haja kwenda haja, hata wewe unajikuta unaenda haja. Huyo ni wakufanya nini? Wakuitwa. Kwa sababu kuna hiyo hutachoka. Na funny enough unajikuta wafanyikazi wa kaunti nataka kusikia hayo unajua kule chini ground wakati mwingine hamuijuagi. Mungu ni mwema. Hello? Wasidi wakati mwingine ground hamuijui. Huyo mwalimu akimaliza kupeleka kamoja, akirudi kengine na hata ni lazima afanya nini? Akimaliza tena akitaka kwenda kunywa hiyo uji anakaa kidogo. Ile uji watoto wanakunywa hata anafanya nini? Anakunywa. God's good. Kwa sababu ukiwa wewe ni mwalimu, hata kupea changamoto. Unajua kanuni kaji unaweza give changamoto. Umesomesha miaka hiyo umesomesha, sijui ni gapi. Na hakuna mtoto amewahi kuja na kitu. Kapisi ya chapati. Kapisi ya kuku. Halo? Kuna kashida. Kwa sababu watoto wa walimu wa kuitwa nyumbani, katoto kanasema nitakula nipelekee mwalimu. Ukiwa hujaletewa kitu. Halo? Bila kuitisha. Wale wanaitisha ni waeko. Mungu ni mwema. Wale wanaitisha ni kufanya nini? Ni waeko. Lakini wale wameitwa wanafanya nini? Mungu analete. Kuna ile bonding mtoto anasikia amevurutwa na yule mwalimu. Na ndipo nikasema
tunatumiwa na Mungu. God normally use creation to nurture and develop his creation. In that sentence kuna two creation. God uses his creation, meaning us, to nurture and develop his creation. Kwa sababu tulisema sisi sote ni mali ya nani? Ukiona mtoto muone kama mali ya nani? Na wewe mwenyewe vile vile ujione kama mali ya Mungu. Watoto ni zawadi ambayo tumejaliwa na Mungu. Wazazi oye, ama hawako wazazi oye. Wazazi oye. Wazazi, kazi yetu ambayo tumepewa ni sisi walimu wa kwanza wa imani na maadili. Halo? Mungu ni mwema? Ni sisi wazazi wa nani? Walimu wa nini? Walimu wa kwanza wa maadili. Mara kwa mara wanasema hata ukiona vile mtoto anakaa na keti, ni vile anaona kwao kunafanya nini? Watu wanaketi. Ukisikia mtoto vile anaongea, ni vile ile lugha amechukua nyumbani. Ukiona mtoto ni mkarimu, amefunzwa na mzazi kuwa nani? Mkarimu. Na parenting cannot be replaced. Huwa napeana mfano. Muthige fox ama wolves. Bweha na mbwa zinafanana. Si unaona zina karibiana. Lakini hakuna anaweza itikia kulea mtoto wa mwingine. Though they are wakinyonyesha mtoto ataendelea tu, parenting cannot be replaced. Kazi ya mzazi ni lazima afanye, na mtoto afanye kazi yake, na serikali ifanye kazi yake. Na nikisema hivyo serikali ifanye kazi yake, last but not least, we have 4 agents of civilization or socialization. 4 agents, not 5. 4. 1. Family. Familia. Mtoto umleavyo ndivyo afanya nini? Kama nyinyi mnasikia mimi niko na sauti kubwa. Si mnasikia sauti ni kubwa? Halo? Si mnasikia ni sauti kubwa? Sauti kubwa hata nikiwa nimepewa na Mungu, nimeitoa kwa nyumbani. Kwa sababu kwetu, unasikia vile mnasikiza mambo ya kwetu. Kwetu haugeongea na whisper. Ukiongea na whisper, baba anasema mnamsegenya. Hiyo ni vita imeiva. Mungu ni hata kabla useme nini mnasema. Hiyo ni vita imefanya nini? Sasa tukajifunza kuongea na sauti. Tuko pamoja? So the first agent of socialization or civilization ni family. Umetoka familia. How's your background? Uko na familia watu wapendani. Hata tukijaribu kusukumia upendo vile umeemployiwa county. Mungu ni mwema. Hata tujaribu tukupea hata hiyo inachemshwa tunakupea na kijiko. Haitatokea. Because how divefanya nini? Umekuwa. Second one. School. Ulisomea wapi? Ndipo naona serikali yetu ya county, niseme yetu, serikali yetu ya county ikitengeneza mazingira ambapo watoto wanasomea, you see the difference. Kama mtoto kanasikia ile esteem, prestige, self acceptance, self esteem, itainuka. Shule kule mtu anasomea. Na nikisema shule nasema mpaka walimu wanasoma pale, mwalimu mkuu, kamati, wazazi wale wakiungana, vile wanazungumza, it contribute a lot. Mtoto wetu atakuwa namna gani? Jambo hilo lingine ama the third. Tumesema ya kwanza ni gani? Hamutaongea. Yeah, second one. The third one ni church, religion. Hello? Mungu ni mwema? Mungu ni mwema? Kuna vile watoto ambao wanasoma ni Wakatoliki vile wanafanya mambo. Even sometime I can dare to say so. Ukichukua mtoto wa grade 6. Hello? Uchukua grade 6 Mkatoliki, ACK, without biasness yoyote, PCA, Muislamu, Mokorino, unajua there are so many. Hao wote tabia zao ni tofauti. Mimi wakati mwingine tukiona news na mapadri, jambo litaka kwa TV, huwa nawaambia ya kwamba huyo sio Mkatoliki. Hello? Huyo sio Mkatoliki?
Because there is an way you are groomed. Hata wachungaji wako hapa. Hata wazazi tuko hapa. Tumetoka madhabahu mbalimbali. Tunafanya utaratibu gani katika maisha? Halo, Mungu ni mwema? Mungu ni mwema? Ikiwa kule mnaenda kanisa, kuna mambo mna watu wanasimama wanakuwa dull, wanadance, wanafanya nini? Utajikuta hata mtoto akienda shule anafanya nini? Anadance, anafurahia jambo lote lile. Na ana appreciate Mungu. Wakiwa wamefuzwa kuomba, hata kuombea chakula. Hawataitikia kula kamwe bila nini? Chakula. Kuombea chakula. Ya 4 ni government. God is good. God is good. Government normal shape. Sitaki kusema mambo mengi. Unaona Gen Z? Si mnaona Gen Z? Na wako hapa. Hebu rudi nyuma uangalie Gen Z. Sio nyuma yako, uangalie Gen Z. Sio nyuma yako, wacha kuanzia sikwambia uangalie nyuma uone kama ni Gen Z. Go back to the history. Hawa ni watu ambao wakifanya class 7, class 6, class 7, class 8, halo, na secondary ni wakati wa serikali ya Kibaki. Halo, na wakaonyeshwa na kuonyeshwa ya kwamba, na walikuwa wanajua ya kwamba things can be done without heavy tax. Halo, mabarabara inaweza faa? Kazi inaweza fanya nini tete? Sasa wakiwa saa hizi wanashindwa kwa nini haiendelei? Angalia wale ambao look for those guys who were born 50s. Si mnatuona 50s? Mungu ni mwema. Si mnatuona 50s hapo? Wakati wa Colonial Village, especially from 55 to 59, kwenda hivi 61. Unaona hiyo? Hata wale wako katika ni wa siasa. Listen to them, how they argue. I don't know that you listen to them. Serikali kuu na serikali dogo. Kwa sababu wale walikuwa wakubwa kiasi. They don't fear. Because some of them walikuwa sikia andiko zao, wamepelekwa demarcation, nini wamepelekwa detention, na bado maisha inaendelea. Hawajikuji. They don't know, no retreat, no surrender. They don't fear. Because katika vile walilelewa na serikali ya ile ya nyakati ya Idhabedi, Mungu ni mwema, waliona guka zao, baba zao, aniko zao wanapigania Kwa hivyo hata leo wanaendelea kufanya nini? Na ndipo naona hata mlikuwa mnaona baba vile alikuwa anakaa na wengineo. Kwa sababu the government normally shape the people. Kwa hivyo sasa tukiwa government yetu ni vuta ni kuvute, hawa watoto wetu wakiwa wakubwa watakuwa vuta ni kuvute. Nikimalizia, masomo ni muhimu sana sasa kwa watu wote. Masomo ni muhimu sana kwa sababu is a transition. Is a transition from unknowing to knowing. Huyu mtoto akienda pale kufungua shule hajui kutoa makamasi. Anatokea akiju, hajui kuandika jina lake. Anatokea akiju. So it transition from knowing, unknowing to knowing. Transition from ignorance to knowledge. Transition from stupidity to brevity. Transition from cowardice to brevity, I mean. Transition from poverty to richness. Unakosa kuiona hawa watoto wanaweza kosa hawaelewi, lakini sisi tumepitia huko tunajua. It transition from sadness to happiness. Kwa sababu masomo inatusaidia kuwa na mpangilio. Kuwa na nini? Na mpangilio. Ndipo nao unafuzwa kusema 1 2 3 4. Sio tu kusema ni abstract 1 2 3 4. Ili ukiamuka unajua first thing mnafanyaga nini by the way? Hello? Am I talking to somebody? Unajua kupanga kazi ya? Hata ukivalia nguo kuna jinsi unaanza na ya kwanza, ya pili na ya tatu. Tuko pamoja? Kwa hivyo si kusema tu ate masomo ate ili uajiriwe, inakusaidia na unakuwa from weakness to strength, primitive to civilized, a beggar to provider, darkness to light, dependent to independent, noisemaker to listener. Hello, Mungu ni mwema? Mungu ni mwema? Mkienda pahali hata kwa kanisa,
na mkienda mkutano uone mtu ana make noise, muulize ulifika wapi. Atakwambia. Ukiona mtu ni daktari anafanya makelele mkutano ikiendelea, jua hiyo pepa yake aliandikiwa. Mungu ni mwema. Kwa sababu vile unataka kusoma, you reduce noise from within and without. Tumusifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Na nikimalizia naomba zote tusimame. Hiyo ndio pointi ya mwisho. Niniwaambia tutamalizia na nini? Tunamalizia na nini? Aya, angalia mwenzako. Maswali na zawadi mnaifurahia sana. Sikukwambia umchekeshe na ndipo ukapata ile max ulipata. Kwa sababu hebu muangalie mwenzako, niwaambie tutamalizia na wana. Mungu ni mwema. Inua mikono hivi. Watoto muangalie vile walimu wanafanya. Ni walimu wanataka wafanye. Uone kila uko na partner. Si tukiwa chekechea kuna kitu kwa tunafanya. Si baba, si baba, si baba baba. Si gogo, si gogo, si gogo. Si nyunyu, si nyunyu hivi. Si nyunyu, si nyunyu, si nyunyu. Kabodi. Nikwambia kamata, usimuhag, umpate haifa. Umeelewa? Tuko pamoja? Wale wanaume wako hapa na wengine ambao hawamesahau, si baba ni hivi, si gogo ni hivi.